Tumsifu Yesu Kristo. Niko maeneo ya Soni, unaelekea mpaka Luandai. Nimetoka mazingira yale ya Mombo kule, sawa. Niko katika maeneo sasa huku maeneo ya Soni, unapanda huko juu Luandai kabisa. Nimekuja pia kwa ajili ya kuangalia mazingira ya huku, enjoy kidogo, kwa ajili ya kubadilisha mazingira pia, kwa sababu huku mazingira ya huku ni mazuri sana ya ubaridi. Sababu nilivyotoka Mombo kuna joto kali kweli. Nilipoingia maeneo ya Soni sasa, ubaridi kweli, nimevaa koti tu sana. Sasa usione kwamba huyu mtu yuko maeneo gani. Niko maeneo ya huku Luandai, kijiji cha Luandai. Sawa, niko kijiji cha Luandai. Mazingira ni hayo. Mazingira mazuri sana kabisa. Uoto huu mzuri kabisa wa majani safi. Yani kuna majani ya kibichi. Yani unaona kwamba huku ni paradiso ndogo. Ona sasa. Niko mazingira haya. Sababu nataka tu niwaambie kwamba Mungu kwa kweli huwezi kumtafakari zaidi, sababu Mungu ni Mungu, atabaki kuwa Mungu tu. Sawa sababu nimecheki mazingira huku, miti, unatafakari, sababu unapoangalia miti, unapoangalia milima, unapoangalia kila kitu, lazima kama ni muelewa, kama umeumbwa na Mungu, basi utajua kwamba Mungu yupo. Lakini ukiangalia alafu wewe mwingine uamini eti Mungu hayupo. Mungu hayupo, wewe milima imewekwa na nani? Umeweka wewe? Umeweka wewe? Lazima tuangalie na tutafakari kuwa Mungu. Sababu milima Mungu ameumba, miti Mungu ameumba. Sawa, ameweka kila kitu. Uoto wa aina yote, wanyama wa aina yote Mungu ameweka. Sasa hilo ndio jina la Mungu. Ukiangalia kila kitu, miti, milima, wanyama, hayo ndio majina ya Mungu. Sawa? Mungu unapoangalia tu unaangalia sasa, kweli Mungu ni mkuu. Kweli Mungu ni Mungu wa miungu wote. Sasa unaposema Mungu hakuna, tafakari. Kama Mungu hakuna, wewe umeshuka kutoka juu. Wewe umeshuka kutoka juu. Umezaliwa. Sawa? Katika uumbaji huo Mungu ameshiriki katika uumbaji huo kuzaliwa. Umetoka juu. Tafakari. Miti hii imeumbwa na nani? Mlima huu, milima yote hii imewekwa na nani? Kama ukisema kwamba Mungu hakuna, ni nani ameweka milima? Ni wewe umeweka? Katika maisha tutafakari ukuwa Mungu, tusimdhihaki Mungu. Ndio maana Mungu ametuumba sisi ili kwa ajili ya kuweza kutunza vile vitu alivyoviweka. Sisi tumepewa mamlaka makubwa sana, lakini mamlaka hayo tuliyopewa na Mungu tunayatumia vibaya kwa ajili ya kufanya mambo mengine yasiyompendeza Mungu. Ndio maana paka tunafikia sasa kusema Mungu hakuna. Tunafikia kiwango kisicho kizuri kabisa. Lazima tutafakari ukuu wa Mungu, kwamba Mungu yupo. Unapoangalia miti, milima, unaangalia mlima huyo. Sasa wewe ukisema eti Mungu hayupo, yani usiseme mbele yangu, sababu unamchokoza Mungu. Mungu atakuja ili ujue kwamba Mungu hayupo. Chokoze Mungu uone. Atakuja hata huko ulipo.
hata ujifukie wapi, hata uingie chini ya ardhi, sema Mungu yupo. Haya, ishi sasa. Kama Mungu hayupo, ishi milele. Wewe Mungu, ishi milele. Sasa wewe unasema Mungu hayupo. Haya, angalia milima hiyo. Ona, angalia milima ile. Milima ile. Unasema Mungu hayupo. Angalia milima ile. Milima ile. Alafu mlima hauanguki huku. Haya. Sasa kama Mungu hayupo, huu mlima umewekwa na nani? Hau umeshikwa na nini? Sababu kama Mungu hayupo, haya hii milima imewekwa na nani? Jua kwamba Mungu yupo. Jamani, tumwabudu Mungu wetu. Aliye hai. Manake unapoangalia uoto milima ni Mungu yuko hai. Mungu akiamua hii mlima wote tunamezwa huku. Lakini bado wewe umepewa pumzi, umepewa pumzi, afya njema, halafu unalingia pumzi hiyo Mungu aliyokupa. Pumzi hiyo Mungu aliyokupa kwake ni ndogo sana. Anaweza kaiondoa sasa hivi. Wewe unajilete Mungu hayupo, Mungu hayupo, Mungu hayupo. Pumzi hiyo Mungu aliyokupa anaiondoa sasa hivi. Sasa Mungu hayupo. Wewe sema tu Mungu hayupo. Alafu siku sasa utajua kwamba Mungu hayupo. Akulaze kitandani hapo. Ndio utasema Mungu nafa. Alafu ulivyokuwa mzima unasema Mungu hayupo. Kanisani hauendi, msikitini hauendi. Alafu ukiumwa tu unamtaja Mungu. Kwa hiyo kama unasema Mungu hayupo, kwa nini unamtaja Mungu sasa ukiwa una shida? Kwa hiyo Mungu kwenye shida ndio unamtaja. Kwenye raha zako umtaji. Lazima tuambieni ukweli jamani. Lazima tuambieni ukweli. Tumtumikie Mungu. Wewe itafakari ukuu wewe mwenyewe tu unapojiangalia. Tayari ni uponyaji. Tayari yani ni muujiza wako. Wewe tafakari, umeumbwa na nani? Umetoka umejistikia tu uko duniani. Na unatembea, unaamka ukiwa na afya njema. Unaamshwa na nani? Unajimsha mwenyewe? Wewe. Acheni bwana. Acheni kufanya hivyo. Kama uendi kanisani, enda kanisani, mwabudu Mungu wako. Nenda kanisani. Zamani wazee wetu walikuwa wanaabudu Mungu. Wanaabudu Mungu, sababu kila kitu kilichoumbwa na Mungu ni jina la Mungu. Jina la Mungu. Manake yeye anasema mimi niko ambaye niko. Yeye ni mwanzo na mwisho. Yeye ni mwanzo na mwisho. Manake hana yani yeye ni mwanzo na mwisho. Alfa na Omega. Yeye yani hana mwisho. Manake kila unachokiona, miti, milima, ni muujiza wa Mungu. Wewe ni kila kitu. Sasa wewe unapanda mahindi. Yanaota. Hapo unasema Mungu hamna. Eti wewe Mungu wetu Mungu hakuna. Unataka muujiza gani wewe? Unapanda punje 2, punje 3, mwingine hata punje 1, lakini muhindi unapanda unaota, alafu unapata punje nyingi, unakula tena hata punje 150. Katika muhindi mmoja punje 200 unaweza ukapata, lakini kwa punje 3 mahindi yakaota. Na ukavuna, ukatumia kama hata eka moja, ukatumia hata nusu.
ya mahindi, lakini ukavuna magunia 20, magunia 10, magunia 30, wewe sema Mungu hayupo? Haya mahindi yanapata yenyewe tu. Acheni hivyo. Tusimchokoze Mungu. So Mungu amejificha, ndio maana mnamchokoza. Tumchokoze Mungu. Lazima ukuu wa Mungu uweze kufanyika katika namna hiyo. Sawa? Maana niko hapa ili niwaonyeshe Mungu alivyokuwa wa ajabu. Maana yake Mungu ni wa ajabu kweli. Huwezi kummaliza Mungu hata siku moja. Kuwa na afya njema tu, unapoamka ni uponyaji tayari. Unapopanda mahindi ya kiota ukivuna ni muujiza huo. Unataka muujiza gani? Unataka nini wewe unaposema Mungu hakuna? Unapopanda mti unakuwa muujiza wa Mungu. Kila kitu. Mlima huo hauporomoki, huko pale pale. Mawe yapo ndani ya mlima, lakini mawe yamekaa, lakini haporomoki. Muujiza wa Mungu. Unataka muujiza gani wewe? Basi niweze basi tu kutafakari, nitaka tu kutafakari ukuu wa Mungu, tuweze kuyafanya yale yote yanayopendeza Mungu katika maisha yetu haya ya ulimwengu huu. Manake ulimwengu huu ni maisha ya mafupi, ila tunatarajia kupata maisha yale ya umilele, maisha ya mbinguni. Maisha ya mbinguni. Basi nilikuwa kidogo tunatafakari na tunakumbushana mambo machache ili tujue ukuu wa Mungu ulivyo. Hatuwezi kumaliza kabisa. Kila kitu, miti hii, kila muujiza wa Mungu. Kila unapoona mti tayari unaona utukufu wa Mungu. Unapoona milima unaona utukufu wa Mungu. Unapoona majani unaona utukufu wa Mungu. Kila unachokiona unaona jina la Mungu. Kila kitu unachokiona unaona ukuu wa Mungu. Unaona uponyaji wa Mungu.